Hujambo mahali popote ulipo, kwa jina mie ni Lucy. Tuko katika kipindi chetu cha Beyond the Headlines, nikiwa naye Kasipul. Mambo Kasipul? Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu tumeanza mwaka mpya, na hii ni kwa kalenda wa Yahudi, ya kwamba kwa kalenda wa Yahudi ni mwaka mpya. No. Leo ni tarehe 2. Of course jana ilikuwa ni tarehe 1. Tumeona watu wengi wakisherehekea. No. Dunia mzima pamoja na kanda ya Afrika Mashariki. Wengi wamesherehekea kwa njia tofauti. Kuna wenye wameenda mcheza mziki, kuna wenye walienda kwenye makanisa usiku, kuna wenye walikunywa pombe, kuna wenye walifanya mapenzi, kuna wenye walifanya mambo mingi sana. Vile nimesema, katika kalenda wa Yahudi ni mwaka muhimu sana, na pendekezo langu tu ingekuwa ni ya kwamba kwa kusherehekea mwaka mpya inafaa upige dua sana. Kama wewe ni Mkristo, uombe Mwenyezi Mungu, kwa vile kila panapotokea mwaka mpya inamaanisha mwaka inapunguka kwa maisha yako. Na unasongea karibu na mauti. The more miaka zinasonga, na ndo karibu unasongea na mauti. Na wakati unafanya sherehe, wakati unafurahia, kuna jambo la kufurahia kwa mwaka mpya. Ila tu kwa mtu mwenye ana hekima na busara, anafaa jiulize ya kwamba wakati miaka inapungua na ninazidi kusongea mauti, nimefanya nini? Kwa sababu unaposherehekea sana mauti na kushangaa, najiuliza huyu anasherehekea nini huyu? Na wakati wa kusongea karibu na malaika mtoa roho inakaribia. So piga dua kwa wingi, omba Mwenyezi Mungu, kwa karibu na Mwenyezi Mungu, na zidi kufanya maombi. Kama wewe ni Mkristo na kama wewe ni Muislamu, fanya swala kwa wingi. Asante sana kwa that advice. Na leo ningependa tupige gumzo tukiangazia maswala moja mbili pale kuhusu Tanzania. Ningependa utueleze, baada ya yaliyotokea kwenye uchaguzi, unajua kulikuwa na machafuko pale, ni hatua zipi za haraka na za kweli zinapaswa kuchukuliwa ili kuepusha hali kama hiyo kujirudia pale nchini Tanzania? Unajua, tunapoongea kuhusu machafuko baada ya uchaguzi, hatuongelee tu nchi ya Tanzania. Tunaongea kanda ya Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla kama bara moja. Na ni pendekezo langu mimi, ili kusitokee jambo kama hili tena, ya kwamba kwanza ningependa kuomba vyombo vya dola kuhakikisha ya kwamba kwa jambo kama hili kabla haijafanyika, wamehakikisha kwamba wametackle mapema iwezekanavyo, kwa sababu tunajua katika vyombo vya dola kuna vitengo mingi sana ambazo zinahusika. Tuko na ujasusi ambao ni kitengo cha kuhakikisha kwamba kuna ripoti ambazo wamepokea mapema sana kuhusu jambo kama hili. Na siku zote panapokuwa na siasa ama panapokuwa na machafuko, jua sio watu wote wanafanya machafuko. Utapata ni idadi tu kidogo, kama idadi ya 10% ambao wanaamini kwa machafuko. Kuna idadi kubwa sana ambao hawaegemei upande wote ya kisiasa. Kwa lugha ya Kiingereza wanajulikana kama the silent majority. Hawaegemei upande yote ya kisiasa, wala they are not interested in politics. Wako interested na maisha yao isonge, wale watoto wao, watunze jamii yao, na wahakikisha kwamba nchi iko salama. Kuna pia wenye wanaegemea mrengo wa kisiasa ambao pia ni percentage fulani, lakini hawataki kukuwe na machafuko. So tunapoongea kuhusu machafuko ya kisiasa, tunaongea kuhusu wenye wanaleta furugu ama wale wahuni ambao wanakimbia na kufanya mambo ambayo haifai kwenye mitandao za kijamii na hata kwenye jamii, kwa kuchoma mali za watu, kwa kuleta furugu. Ni wachache sana.
Ombi langu ni kwa vyombo vya dola, kitengo cha ujasusi, kuhakikisha ya kwamba hawa watu wanashughulikiwa mapema sana, kwa sababu haiwezi kuwa idadi chache ya watu tu ambao wanataka kuleta furugu, wakoseshe wengine amani, ama wafanye vitendo kama hizo ambazo haziwezi kurudishia watu wengine amani. Leo hii kama kuna watu wamepoteza maisha yao, maisha ya watu haitairudi, na utapata wenye wamepoteza labda wengine ni innocent kwa sababu ya hawa 10% ambao waliamua kuleta machafuko. So ni vyombo vya dola kushughulikia mapema na kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanasukuma ajenda ya kuleta machafuko, kuhakikisha kwamba wamepelekwa, wameshikwa na wakawekwa ndani. Ya pili, ningependa kuomba kupitia serikali kuhakikisha kwamba wameregulate dini. Sitaki kuwa mdini kwa sababu mimi sio mdini. Kuna baadhi ya watu ama baadhi za dini ambazo zinatumika vibaya na wanasiasa, na wanatumia viongozi wa dini vibaya kwa kuweka na kuleta machafuko kwa nchi. Sisi tumekuwa tukijua ya kwamba nchi ama taifa kupitia makanisa ama misikiti, viongozi wa dini ni watu wa kuongea amani na kuhakikisha kwamba jamii imekuja kwa pamoja, kuhakikisha kwamba kuna maadili kwenye jamii. Lakini panapotokea kiongozi wa dini anasimama na kusema ya kwamba tuna support mrengo fulani wa kisiasa, ama tuna support mwanasiasa fulani, ama tuna support jambo fulani ama machafuko, huyo sio kiongozi wa dini. Huyo anafaa kukuwa mwanaharakati ama akuwe ni wale wahuni ambao wanaandamana. Sasa kupitia serikali ambao ndiyo inahakikisha kwamba madini zimesajiliwa, kuhakikisha kwamba wanaangalia usajili wa dini. Sio leo tu mtu kuamka na anataka kusajili dini, anataka kujenga msikiti ama anataka kujenga kanisa, na kwa kusema ya kwamba mimi ni kiongozi wa dini, ninaweza kufanya hivi na hivi na nihakikisha kwamba nimekuwa na wafuasi na wanifuate. Umeona viongozi wengi wa dini ama wachache wa dini ambao walikuwa na ushawishi kubwa kwa jamii, leo hii wako kwenye TikTok wanafanya vitu ambazo hazifai, wanavuka marasta, wanatusi viongozi wa siasa, wanatusi mpaka wafuasi wao, kuwaita maskini. Na ni kwa sababu kumekosa kukua na hiyo regulation ya kwamba wewe unataka kufungua kanisa ama unataka kufungua msikiti, tunataka tujue wewe una mwito gani, ama tukufanyie uhakiki kabla tuja kusajili. Ukienda kama Rwanda, Naam. Leo hii rais wa Rwanda Mheshimiwa Paul Kagame alisema ya kwamba usajili wa dini lazima aangalie kwa undani. Boda alifanya hivyo kwa sababu anajua kabla machafuko haijafanyika Rwanda, ambao watu walipoteza maisha wengi, ilianza na uchochezi wa dini. So tusichukulie poa dini, tusichukulie poa viongozi ambao ni wahuni wa dini wachache, ambao wao wanatumiwa vibaya na wanasiasa. Ni juhudi na ni jukumu ya serikali kuhakikisha imewavet na kuwapa usajili wa vyeti ambazo watakuwa wanafanya nao kazi. Ya tatu ni jamii. Jamii wajua ya kwamba siku zote wanasiasa wanawatumia kama capital. Hakuna siku nye mwanasiasa ana nguvu kama hana watu nyuma yake, na ndio maana siku zote mwanasiasa atajishawishi, atahakikisha kwamba ameenda kushawishi watu, kwa sababu anajua bila watu yeye hayuko wala ana nguvu yoyote. Lakini pia tuelimishe jamii ya kwamba hakuna mwanasiasa yoyote ambaye anakupenda sana kiasi kwamba hajipendi yeye. Wanasiasa siku zote ni watu ambao wanatumia watu kama social capital, ambapo yeye anaenda kunegotiate na watu. Bila watu yeye sio mtu. Na ndio maana jamii lazima wajibike, wajue ya kwamba tunaweza kuwa tunasupport wanasiasa, lakini huyu mwanasiasa lengo yake ni nini haswa, na yeye ananifaidi kivipi kama raia wa nchi yangu.
Na nitakwambia kwa ufupi, mwanasiasa kama akuje kuchukua mtoto wako ampeleke shule, mwanasiasa kama akuje kuambia kwamba nataka huyu mtoto wako nimpe kazi, mwanasiasa kama akuje kuambia kwamba nataka nikujengee barabara na kuonesha jinsi ya kujengea barabara, ya kuwekea umeme na kuwekea maji, anakuja kukuambia tu ya kwamba inafaa utoke uende kufanya furugu nje, then mwanasiasa sio mbaya, ni wewe mwananchi ambao haufikirii. So kama jamii pia ujipige msasa, tujipige msasa, tuangalie ya kwamba ni vipi tutahakikisha kwamba tutumiwe vibaya na wanasiasa. Nikimalizia, tunataka tuweke mfumo ya elimu ambayo inafundisha kuhusu haki za kibinadamu, ambazo ni mfumo zinazotoka Ulaya, ambazo zimetumiwa kama mfumo ya kufumba watu macho na kuharibu nchi kwa kusema kwamba kuna haki za binadamu. Leo hii nitakupa example rahisi. Ukishika mhalifu ambaye amebaka mtoto ama ameua mtu ama ameiba ama ameharibu mali ya mtu, umpeleke jela, alafu haki za kibinadamu zinasema huyu mtu anafaa kupewa chakula, kupewa matibabu, kupewa pale pazuri ambapo analala na anaona TV, kuhakikisha ya kwamba haki yake kama mfungwa imeangaliwa vilivyo sana kiasi kwamba asiteswe kama ako jela. Hizi ni haki ambazo zinafanyika Ulaya tu, ambapo kuna watu wako na maadili zao. Lakini ukifanya hizo haki za kibinadamu hapa Afrika, inamaanisha mtu atabaka tu kwa sababu aenda apate maisha mazuri kwa jela. So unapoongea kuhusu haki za binadamu ambapo mtu anakosea lakini hawezi kuzinguliwa kidogo kwa sababu kuna haki ya kibinadamu, hizi ni masuala ambazo zinamaliza jamii. Lazima ziende ziangaliwe na zifanyiwe utafiti na wakalishe chini, waseme kwamba hiyo ni yenu nyinyi kama wazungu. Hapa Waafrika tuko na jinsi ya kufanya mambo yetu. Yeah. Ina maana kwamba hizo haki tukizifuatilia, haswa kwa jela zetu, watu watakuwa wengi pale, wafungwa, watu watakuwa tu wafanya makosa, wavunje sheria sababu ya yale maisha ambayo wamepewa pale ndani. Kuna watu wengi ambao wametoka jela na wakafanya tena wakavunja sheria ndo warudishwe. Kwa sababu kuna chakula ya bure, kuna malazi ya bure na kuna haki za kibinadamu ambazo zinazingatiwa pale ndani. Huwezi sema mbakaji ambaye amebaka mtoto mdogo anapewa haki akiwa jela. Huwezi sema muuaji ambaye ameua mtu, ametoa uhai ya mtu, anapewa haki. Huwezi sema mtu ambaye amechomea mwenzake nyumba, ameonekana akichinja binadamu mwenzake, anapewa haki ya kibinadamu. Ni makosa. Kuna jinsi ambazo wazungu wanafanya vitu zao na vile Waafrika wanafanya ni tofauti. Lazima upewe adhabu ambao utajiuliza mara mbili ya kwamba tendo kama hili mimi ninapofanyiwa nitahisi aje? Itakufanya utaogopa kuua, itakufanya utaogopa kubaka, itakufanya utaogopa kuiba. Lakini uweze kuchukua muhuni na uende useme kuna haki ambao lazima huyu muhuni afanyiwe. Hizi ni masuala ambazo lazima tuangalie kwa undani na tutafakari kwa undani. Mtu ambaye amechoma mali ya mtu ambaye ametoa jasho, ametumikia nchi yake ama serikali yake, ama amefanya kazi miaka kama 60, 40, miaka kama 30, 20, amejenga empire yake, alafu anaenda kuchoma mali ya mtu kama ambayo yeye hana chochote, alafu unasema ni haki za kibinadamu. Hizo ni mambo ambazo zinafanyika kwa wazungu na zibaki kwa wazungu. Mtu yoyote ambaye amechoma mali ya mwenzake akizingishia ya kwamba anatafuta haki, huyo mtu hanafaa kushikwa, kufungwa jela na kuadhibiwa vikali, ili wengine wapate kuona yale ile adabu ambayo amepata, ndo wao wasifanye jambo kama ile. Yeah. Asante sana. Je, kuna somo gani muhimu Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki zinapaswa kujifunza
kutokana na uchaguzi huo ili kulinda amani na demokrasia? Somo ambao wanafaa kujifunza tu ni moja, ni ya kwamba siku zote panapokuwa na machafuko, mali na maisha ya watu inapotea. Iwe funzo kwa mataifa zingine ya kwamba machafuko ama vita haileti chochote maana. Kuna njia na mbinu ambazo watu wanaweza kaa na waelewane na waongee kwa lugha moja na watumie kwa kuongelesha viongozi wao, lakini machafuko mazito na kuchoma mali ya watu kwa baadhi ya wauni wachache haisaidii. Na pia wajifundisha ya kwamba demokrasia sio kutusi kiongozi. Demokrasia sio kuchoma mali ya mtu mwingine ambaye ametoa jasho miaka yote. Demokrasia sio kwenda kupigana na mwenzako ama kutusi mwenzako ambaye anaegemea upande mwingine ya kisiasa, ila tu ni kukaa chini, kuongea na kupata suluhisho. Na hii ndio funzo ambao wanafaa kujifunza. Kweli kabisa. Kwa swali jingine, ningependa pia uangazie kwa kiwango cha ukanda mzima wa Afrika Mashariki, ni hatua zipi za pamoja zinaweza kuchukuliwa kuzuia migogoro ya kisiasa wakati wa uchaguzi? Ni vile tumeongea na nikasema before hata tufike kwenye hiyo swali, ni ya kwamba kuna njia mingi za kusuluhisha maneno kabla hayajatokea. Nimekuambia ni kupitia vyombo vya dola, kuhakikisha kwamba ziko imara na kufanya zile ambazo zinatakana kufanya in terms of kuhakikisha kwamba kabla furugu ijatokezea, kupitia kitengo cha ujasusi wamepatikana, wakashikwa, wakawekwa ndani wale ambao ni wauni wachache. Na pia kupitia madhehebu mbalimbali za kidini, kupitia majukwaa tofauti, kupitia platform tofauti, viongozi wa dini kuhubiri amani na kuweka maadili kwa mioyo za watu. Hiyo tu. Na kwa swali la mwisho kabisa, ningependa kujua katika muhula wake huu Mama Samia ana nafasi gani ya kuacha alama ya kudumu hasa katika masuala ya demokrasia, uchumi na umoja wa kimataifa? Naweza kusema kwanza, Mama Samia Suluhu kupitia uongozi wake, na umeniuliza swali ambao ni balagha sana, umesema kidemokrasia, kiuchumi na kimataifa. Umoja wa kitaifa. Umoja wa kitaifa. Naam. Kwanza kidemokrasia, Mama Samia Suluhu aliahidi ya kwamba ndani ya awamu yake atahakikisha kwamba amepeana katiba mpya. Hiyo ni furaha, hiyo ni jambo la muhimu ambao sisi tunafurahia na tunampongeza sana. Lakini hata na katiba mpya, ningependa niimize wa Tanzania. Hapa Kenya tuko na katiba mpya ambao tulipata, ambao tulipigia kura sana. Rais ambao ni rais wa sasa hivi wa Kenya, William Samoei Ruto, alikuwa kwa mrengo ambao anasema hapana, hii katiba mpya haifai kukuja. Na baba yetu ambao ni wa kisiasa Raila Amolo Odinga, ambao ni hayati, alikuwa kwa upande ambao katiba ilikuwa ipitishwe. Lakini katiba sio jambo la kusherekea na kuipigia makofi. Mbona? Kuna vitu na vipengele ambazo ziko kwenye katiba mpya ambao mimi naweza kusema ya kwamba imechafua nchi kimaadili na haswa, na pia kupeana uhuru wa kuongea. Leo hii haya ambao tumepitisha kwenye katiba mpya ya hii nchi, tumeketi kujiuliza maswali, miaka nenda kalenda miaka rudi, kwenye kipengele ambayo inasema ya kwamba kila kitu ambao umefanya any crime, yani umefanya makosa yoyote, iwe kuiba, iwe kupora mali ya nchi, iwe uhaini, iwe cases mbaya zile ambazo hazifai kupeana dhamana, leo hii tunapeana dhamana. Hata mauaji, mtu ameua mtu, umemwona kabisa amempiga risasi,
ndugu yako, baba yako, lakini katiba ya nchi inaruhusu ya kwamba huyo mtu apewe dhamana. Sio jambo ya kufurahia. Wabongo wanaweza kufurahia sana kusema tunataka katiba mpya, lakini hawaelewi hii katiba inakuja na nini. Katiba leo hii ambayo sisi tunapigia kifua hapa nchini Kenya, kuna mavipengele tuna regret mbona tulipitisha. Kwa sababu naweza kurudia kwa kuambia, umeona mtu amepora mali ya umma, amepora mali ya umma, lakini akienda mbele ya hakimu mkuu anasema kwamba ako na haki ya kupewa cash bill na anatembea scot free. Mtu ameua mtu, amenapewa haki ya kutoka. Sasa yule ambaye anafaa kutestify ama kutoa ushuhuda kwenye koti anakutana na yule mtu ambaye alimpiga mtu risasi, akiona anatembea na yeye yuko, anabaki kuogopa na anasema kwamba mimi siwezi kuendelea na hiyo kesi. Sasa huyu mtu anapata nafasi ya kwenda scot free. So katiba mpya sio kitu ya kupigia makofi, na ningependa hata Tanzania wajue katiba ya nchi kama haijapigwa spana vizuri, nchi inaharibika, inakuwa ni nchi potovu. Ya pili, kwenye uchumi ya Tanzania kupitia uongozi wa mama Daktari Samia Suluhu ambaye ni rais wa muungano wa Jamhuri ya Tanzania, tunaenda kuona mambo ambayo hatujayaona ndani ya uongozi yake ambaye anachukua awamu yake ya mwisho. Leo hii ukienda Sinza madukani pale Tanzania, uende uzunguke, nenda Mikocheni, nenda Sinza, nenda Kariakoo, utapata wazao wanamiliki biashara kwa wingi kuliko hata watu kutoka nje. Leo hii nenda Tanzania mzima, na mimi nataka mshukuru Mama Samia Suluhu kwa sababu kupitia uongozi wa ujamaa na kupitia uongozi wake bora ameweka wazao wamepata kumiliki biashara. Nenda China. Nimekuwa China, mimi nimetembea China na nimeenda Guangzhou ambapo biashara mingi sana au products mingi zinatolewa kutoka Guangzhou. Leo hii ukiingia Guangzhou, watu ambao wako wengi sana ni Watanzania na wa Nigeria ambao utawapata wako huko wanatoa mizigo na kupeleka manchi yao. Watanzania kwenye kanda ya Afrika Mashariki ndio wengi sana, na ni vijana wadogo ambao wako huko wanafanya biashara. Hawa ni Watanzania ambao wanaenda China kuchukua mzigo, kuileta na kuuza kwa Watanzania. Hii inamaanisha ndani ya uongozi bora ya Mama Samia Suluhu, leo hii wazao wa Tanzania wana nafasi ya kufanya kazi na kufanya biashara na kuhakikisha kwamba wao wamefaidika kwanza, alafu wageni wanafaidika wa pili. Leo hii utafiti inasema kwamba kijana wa Tanzania wa miaka 21 hadi 35 wenye wako kwenye gapu 18 hadi 35 ni vijana ambao wamejiestablish kimaisha. Leo hii kijana wa Tanzania mdogo wa miaka 23-4 anamiliki either car wash, anamiliki either duka ya kuuza mziki, either anamiliki pale pa kuuza manguo. Vijana wa Tanzania wanajituma. Vijana wa Tanzania wako kipao mbele. Uwezo wapata wanakaa juu ambao wanaongea kuhusu siasa. Wale ambao wanapiga kelele kwenye mitandao za kijamii ni wachache, kwa sababu mitandao za kijamii ndio inawezesha mtu yote hata mwenye kwa fit kuongea. Lakini leo hii ukipata kijana wa Tanzania ambaye anajituma, utampata kwa kibanda yake ya kuuza chips, mshikaki, kijana ambaye jiweza. Vijana wa Tanzania ndio wanaongoza kwa kuwa wasafi kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Leo hii kijana Mtanzania utampata amevaa shati yake, amevaa suruali yake refu, ambaye amepiga pasi, amenyoa penki, hana pimples kwa uso, amenyoka. Na ndio maana hata madada wa Kenya leo hii enda pa Kilimani, kijana wa Tanzania akiingia pale utaona wanafuata kijana wa Tanzania kwa sababu mfuko zao zina hela, sio kama hizi zingine ambazo jua imepiga. Mtoto ambao ni kijana wa Tanzania miaka 25 anamiliki hadi gari ambao ako na cheti cha gari. Ukikuja hapo utaona mtoto kijana wa miaka 35 bado anaongea kuhusu siasa na kwa magetoni na hana hata miliki gari. Tanzania mtoto wa miaka 22, kijana wa miaka 22 amemiliki gari, wengine wameoa. Na ndio tafiti inasema ya kwamba hata wao kwa kufanya mapenzi wako nambari 1 kwenye kanda ya Afrika Mashariki, wana nguvu ya kutosha. Leo hii msimamishe msichana wa Kenya muulize unataka mwanaume wa Kikenya ama mwanaume wa Kitanzania, akwambia mwanaume wa Kitanzania, kwa sababu wana nguvu na uwezo ya kufanya mapenzi ndani ya lisali moja.
Mmesikia hiyo? Asante sana kwa kuwa sehemu ya mazungumzo haya. Tanzania ni kisiwa cha amani kama tunavyojua, na amani si bahati, ni chaguo. Asante sana, hadi wakati mwingine.